Ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa wa Kondo, Dr. Kondo Online TV, kwa mara nyingine ndugu yenu nipo mbele yenu kutaka kuendeleza kuzungumzia masuala ya vita katika Mashariki ya Kati, ambayo ndio mustakabali unatisha mustakabali wa usalama na utulivu wa dunia. Tumeona hatua mbalimbali zimechukulika ama zimechukuliwa na mataifa haya, Marekani na mshirika wake Israeli kwa upande moja, na muhanga ambaye ni Iran ambaye anajitetea kutokana na uvamizi wa nchi hizo. Siku 40 ile mapambano yakapita, ikafanyika majadiliano, pakasitishwa ile vita kwa mategemeo kwamba fursa ya diplomasia itumike. Haikufanikiwa. Ikaja tena huyo Marekani akazua jambo, kaanza vita Februari 28 mwaka huu, ambayo ikachukua siku 12, akaomba tena yakazungumzwa ceasefire kusitisha mapambano, lakini wakaingia kwenye Memorandum of Understanding MOU, wakasaini. Donald Trump kwa upande wa Marekani akasaini na kiongozi wa Iran akasaini kwamba kuwe na mazungumzo takriban katika siku 60 zipasiwe na mtinange tena huwa wa kutupiana makombora. Kama kawaida yake tena Donald Trump akaingiza nchi yake vitani, kuanza kuishambulia kwa nguvu, na akasema safari ishambulie kwa nguvu, kuidegrade ile nchi iweze kasalimu kwa visingizio kama vya kawaida. Anasema kwamba Iran imevunja makubaliano, lakini sio kweli. Tumeona kwamba sababu zilizopelekea hiyo ni upande mmoja kuvunja yale ambayo wameamua kwamba diplomasia ichukue nafasi. Lakini jambo moja ambalo nataka sisi walimwengu tujifunze, kwanza tabia ya nchi hizi kubwa zenye ubabe, hasa Marekani, ama tabia ya ubeberu. Unaweka lengo, na lengo lao kubwa ni maslahi yao, na maslahi, unaposema maslahi, sio maslahi hasa, ni unyonyaji kwenye mali. Sasa pale Middle East, kinachomsumbua Marekani ni yale mafuta na gesi na byproduct zake za Iran, sababu Irani ni katika nchi zile kubwa zenye kutoa mafuta kwa wingi duniani. Sasa ile kucontrol, ambayo mafuta yale yalikuwa controlled huku nyuma na nchi za magharibi, Uingereza pamoja na Marekani na nchi za magharibi walikuwa wanachukua kama wanavyotaka. Sasa kubadilika kwa mfumo huo wa Irani, hasa baada ya mapinduzi ya 1979, Irani ikasema mali ya kwetu lazima itunufaishe sisi kwanza, na wengine tutaingia kwenye mkataba kulingana na vile ambavyo tutakapokubaliana. Hapo ndo nongo imeanza. Kwa hiyo lazima patafute pretext, patafute sababu. Ndo hayo huko tumezungumza. Ukiangalia mazungumzo yetu ya mwanzo, episodi zote hizi tumejaribu kueleza, lakini tunajaribu kukumbusha tu, tusiondoke kwenye mstari, tujue nini hasa kiini cha vita na nini muendelezo wake. Kwa mazingira haya, kwa sababu kiini cha vita bado kimebaki pale pale, inakuwa vigumu sana vita vikwisha, kwa sababu hawa wenzetu wa magharibi ama Marekani ni die hard, wana roho ngumu kidogo, tena ngumu hasa. Wakidhamiria kitu watachukua miaka 40 hata karne, mtakwenda nalo hilo katika phase mbalimbali. Kwa hiyo sasa, baada ya kusainiwa Memorandum of Understanding, tulitegemea kwamba patatulia, na dunia ilitulia kidogo, kwa sababu hata mafuta, bei ya mafuta ikanani, hata ile wino haujakauka. Donald Trump, rais wa Marekani, akaanza tena mashambulizi ya nguvu dhidi ya Irani, na hasa
infrastructure ambayo hazihusiani na kijeshi na jeshi, za uraia, madaraja, hospitali, shule, vitu ambavyo vya utamaduni, ustaarabu, alikuwa anapiga sehemu zote. Maji, vyanzo vya maji tumeona, na anajigamba, hakuna anemsema. Huo ni uhalifu wa kivita, kwa sababu maeneo yote ambayo yanapigwa haya kwa sheria zao walizoweka wao wenyewe ni uhalifu wa kivita. Hauhitaji ushahidi zaidi, kauli zao na vitendo vyao zilikuwa tayari zinatosha. Hakuna wa kuzungumza, hakuna Umoja wa Mataifa, hakuna nchi, hata hizi zinazodai kwamba zinatetea nani demokrasi, haki za binadamu, hawana haki. Hao watu kwa kweli ni wanafiki, wana double standard. Sasa hii ndio natuonyesha tujifunze haya. Wala tatizo sio la Irani, tatizo la mtu, la binadamu yote katika dunia, kwa sababu haya yanampata Irani yataweza kaipata nchi yote, na yanazipata nchi hizi, na nchi zingine zimepitia katika suruba hizi. Sasa hayo ndo nani. Sasa kimetokea nini? Kimetokea kama ilivyokuwa mtanange wa siku 40 wakashindwa, wakaingia siku 12 wakashindwa, wamepigwa tena safari vibaya sana, na sehemu nyingi, na maafa makubwa. Kama tabia yao na vyombo vya habari vinabeba hizo ajenda, hawasemi ukweli. Figa hizi za kusema wanajeshi wangapi wameuawa Marekani, kwa sababu unajua ukipiga base ya Marekani pale hayapo majengo tu ama vifaa, pana watu. Hii mitambo ambayo inapigwa ina command na wanajeshi, lakini wapo wanajeshi tena sio 200 300, maelfu. Sasa hatuambii hilo, naambiwa wamejeruhiwa 2, wamekufa 3, ila baada yote kutulia hilo, kuna vyombo vingine vitakwenda vitafukua, tutajua mikoa. Lakini watu wanasema wengine 500, 1000, kuna habari nyingi tu zinazungumza wanakufa. Na hilo ndo linafanya huyu bwana asitishe yeye mwenyewe safari hii. Mwirani kamdhalilisha sana Marekani, kama mtu mwenye unafuatilia ukweli, kwa sababu sasa hawakutaka hata mazungumzo. Akasema Marekani akatumia njia watu wake, au akatumia Uturuki kama kawaida yake. Watu wapo, si waiti vikaragosi, hapana. Ni nchi ambazo zina dhamira nzuri mara nyingine kuona mstakabali wa dunia, eneo lile panakuwa na amani. Lakini Mwirani anasema huyu haaminiki, tunapoteza muda tu. Sasa tuende tu huko kwa nakutaka kwenda yeye. Kwa sababu yeye anakufa vile kweli anatuletea madhara makubwa. Hamna mtu anataka vita katika nchi yake. Lakini inachosha, kwa sababu mtu huyu anasimamisha, anajipanga tena ili sasa afadhali twende tujue. Safari hii kaibika kwa sababu Mwirani kamkatalia kata. Kwa sababu huku nyuma unakumbuka yakifanyika mazungumzo, Donald Trump anasema Wairani wameniomba. Ingawa Irani inasema hatukumuomba, yeye ndo aminitiate. Lakini sasa hivi hamna wa kuombwa, kwa sababu jamaa imekataa moja kwa moja. Lakini yeye katika siku 12 hizi baada ya kuvunja yale makubaliano aliyofanya Vienna ya MOU, Mwirani amekataa kabisa kuzungumza na huyu bwana. Sasa tuende kwenye hii njia ambayo umechagua. Huu ndo ujeuri hii ndo dhamira, hiyo ndo msimamo wa nchi ambayo inathubutu, inalinda utu wake, inalinda haki yake, inatetea maslahi ya taifa. Kesi ambayo uwezo kaiona katika nchi zetu hizi zingine. Hii ni exception. Lazima tuseme kweli. Tunajifunza jambo jipya. Ingaje binadamu analiona kawaida, hapana, hili jambo jipya. Nchi hii ndogo haifanani na Marekani kwa nguvu za kijeshi, kwa uchumi mkubwa na uwekezaji mkubwa wa Marekani, ambao pale pana bezi zisizopungua zaidi ya 10 hivi. Na alafu tutaona kwenye picha, alafu uone Irani alivyozungukwa na bezi za Marekani. Na bezi za Marekani usizungumzie kama vikambi vyetu vya jeshi hivi hapana. Ni bezi ambayo imetumia mabilioni ya hela, na kuna investment kubwa ya vifaa na rasilimali watu. Lakini Marekani Irani anaipiga Marekani, anaipiga kwenye bezi zake, na anafanya destruction kubwa. Ndio maana kiongozi wa Marekani ameomba lakini safari hii utaona approach imekuwa tofauti. Ile approach ya uongo wa ubabaishaji yule
wa kwanza kwamba wao wametuomba tuzungumze, Irani tumeomba. Sasa Irani mwambia sitaki kuzungumza na wewe tena. Wewe tuendelee huko kwa sababu umechagua njia hiyo, basi na mimi nitakwenda huko. Ndio sacrifice. Na watu wake wamesimama imara. Die hard. Kwa hiyo ndo nasema ndio fundisho kubwa. Nchi inapodhamiria kulinda maslahi yake, kulinda haki yake, kulinda utu wake, inaweza hata ikiwa ndogo, lakini dhamira ile na wenye kuamini imani ya Mwenyezi Mungu anakuwa na wanaoonewa siku zote. Anawasaidia wanaoonewa. Na mifano ipo hai. Biblia inatuonyesha kwamba Goliathi yule jitu kubwa alikuwa anatisha, lakini alikuwa kupigwa na mtoto mdogo Daudi. Na Daudi ndio anapata umaarufu kutokana na tukio hilo. Lakini haitoshi. Vietnam Marekani mkono unapigana miaka 10 na ushe, lakini kabla hapa aliingia Mfaransa akashindwa. Lakini kashindwa na taifa ambalo maskini barefoot, yani askari walikuwa wanatembea wamepekua, wengine hawana hata viatu. Kashindwa. Afghanistan mfano mwingine, kesi nyingine. Hizi kesi zinaonyesha tu kwamba haya majigambo na nani, lakini kama nchi imesimama vizuri, nchi inatetea haki, lakini nchi imewekeza kwa wananchi wake, sio uporaji, imewekeza kwa wananchi wake. Kubwa tunajifunza, Irani imewekeza sana kwa wananchi wake kwenye elimu, na elimu zote. Armament kwenye mambo ya kijeshi imewekeza, kwa sababu uwezo kufundisha haya anayefanya haya. Ndio maana wengine unaona vitu vya ajabu, bali wanasema kasaidiwa na Mrusi, bali kasaidiwa na China, kwa sababu akili inakataa. Lakini uhalisia ni kwamba Iran anapigana mwenyewe kwa rasima. Angekuwa ameegemea kwa Urusi, ameegemea kwa China, amekwisha sasa hivi. Kwa sababu silaha za kupewa hizi, na kwa sababu anga yake yote sasa hivi na amezungukwa na Marekani. Hizi silaha zenyewe zinapita wapi? Maana swala kupita silaha hazina siri. Shehena silaha haya makombora hayana siri, na Marekani angepata picha, angepata ushahidi na mengine, angeweza kushambulia misafara hiyo, ama hiyo ya ndege ama hiyo ya majini yanapita wapi, kwa sababu kuna blockade. Lazima muangalie hayo. Kwa hizi propaganda hizi za kipuzi hizi unaweza ukaziona kwamba hazina mshiko. Bwana mkubwa kashikwa pabaya, bwana mkubwa anapigwa. Na ndio maana safari hii tena Mwirani anaonyesha jeuri tena kwa mara nyingine kwamba hapana, sitaki mazungumzo na wewe uaminiki. Mwenyewe kasitisha. Na kauli zinazotokana na hata yule mkuu wa command ile CENTCOM ile ya nani, ambayo inashikilia ama inatekeleza haya mashambulizo ya Marekani dhidi ya Irani, CENTCOM General Cooper, amezungumza kweli, amesema hakuna sababu, yani hakuna faida. Sasa kuna hoja nyingine ya kipuuzi nayo. Sisi mtu wote mwenye ABC ya jeshi anajua. Anasema sasa silaha zile zimekuwa zimekwisha, tumepunguka. Unajua hii unaweza kwamba mtu asiokuwa na akili ama asiokuwa na knowledge ya kijeshi. Hivyo Marekani kapigana Afghanistan miaka 20. Kuna siku alisitisha mapambano kwa ajili ya kupungua kwa silaha? Kuna siku? Sasa hii siku wiki 2 alafu silaha zile zimepunguka eti. Alafu unakubali. Maana mtu hataki kukubali kwamba ameshindwa yale malengo kwanza hakutimia, lakini vile vile anapigwa, hasara anayepata ni kubwa, kwa sababu Iran kwa mara kwanza ameweza kudestroy silaha za strategia za Marekani, zile ambazo ndo core, ndo roho yake. Na katika air defense silaha 2 ambazo hizo ni mobile hizo mezile za ya Patriot pamoja na THAAD, hizo ndo core kwake Marekani. Sasa hizi sio kwamba zenyewe zinalinda tu. Sasa Iran amezipiga hizo. Alafu mtu anasema kwamba silaha zake zina ile inventory yake inaonekana imepungua. Huyu Marekani tofauti na nchi zingine unazosema. Huyo watu wapo kazini na vita kwake ni biashara. Ni taifa ambalo katika umri wake miaka 250, miaka 231 na ushe yupo vitani. Sasa you can imagine. Yaani yeye kule biashara kubwa ni silaha. Kwa hiyo lazima uanzishe migogoro, uanzishe vita
uingie kwenye vita mbali, ukitoka hii ataingia, ili watu pale wanufaike. Wananufaika ni kikundi cha watu wachache. Kwa hiyo katika industry ya vita, industry ya armament, utakuta kwamba ile ndio biashara kubwa. Sasa kunaambia kusema hii prology ambayo inakuwa advanced, kuwalisha watu matango poli kwamba silaha zimepungua ndio maana Marekani anaomba hiyo sio kweli. Huo ni uongo, huo ni ulaghai. Na sio kweli, kwa sababu Marekani biashara hii ana sehemu nyingi tu za kufanya, na watu hapo hawajalala. Wale watu wanafanya kazi kwa sababu pale pana kazi, pale pana biashara inayofanyika kwa kuanzisha migogoro hiyo. Ndugu zangu, niseme kwamba mwenye macho aambie tazama, na tunajifunza mengi na tutaendelea kujifunza mengi, lakini kubwa tunajifunza hapa uzalendo, utaifa. Uzalendo, utaifa. Hapa tusiingie kwenye ushabiki. Lakini Irani kanchi ama nchi ndogo yenye watu milioni 90, Marekani ina watu zaidi ya milioni 300 hivi sasa hivi. Zaidi ya watu milioni 300. Sawa? Lakini ina uchumi mkubwa katika dunia, ndio nchi kiranja mwenye uchumi, lakini ina uwezo mkubwa. Na anavyokueleza Irani inapopambana, lakini inapambana Irani sio na Marekani na Israeli peke yake. Inapambana na nchi zote za Ghuba zile ambazo zina base, kuzipiga zile zote katika wakati mmoja. Unapambana na, lakini kupiga zile base zote kwanza sio ujasiri, inatakiwa uwezo, inatakiwa uwezekano. Na wale walifikiri kwamba katika kupigana Irani itaishiwa silaha, na ndio akasema tumedestroy sehemu zao zote, launchers zote, ile sehemu ambayo inatumika kusafirisha makombora ya Irani. Sasa uongo, deplete na navy yao yote. Sasa Hormuz haipitiki kwa sababu Irani anailinda ile kwa navy yake hiyo. Kuna vitu vingine unaona, kwa nchi za magharibi na vyombo vya habari inatakiwa uwe na jicho la pili, sio ukubali tu maneno yao, maneno mengi ya kujigamba. Lakini kitu kimoja ambacho nasema, hata wale wauza silaha wanapata aibu, kwa sababu silaha hizi ambazo zenye majina ambazo Marekani zinapigwa. Marekani huyu ndio maana anauza silaha, kauzia nchi zote za Kiarabu, zilikuwa zinanunua kwa mabilioni na trilioni, maskini ya Mungu. Sasa huyu anayekuuzia silaha hizo ambazo zikimlinda ni kama mganga anakuambia nakupa ilizi kulinde. Alafu yeye mwenyewe anayekulinda wewe, yeye mwenyewe anakufa. Sasa wewe mwenye ilizi una akili bado unakaa nayo? Huyo ni ujinga. Yeye mwenyewe ameshindwa kujilinda yule. Sasa yeye ana zaidi ya, maana kama kanipa mimi kitu hiki nitembee kinilinde, yeye ana zaidi ya, hawezi akachukua vitu vyote. Sasa yeye anapigwa na anakufa. Lazima ujiongeze kwa maana kwamba swala tu sio silaha. Swala kwamba moyo ule wa uzalendo, lakini vile vile uwezo wa kwako wewe wa ndani, ili uweze kukabiliana na adui ama hatari zote zinapotokea. Ndugu zangu watazamaji, hapa tunasema bila kupepesa, bila ushabiki. Kitendo hiki cha kwa mara ya 3 sasa hivi Marekani anaingia, anatoka, anaingia, anapiga na majigambo mbalimbali. Tumesikia hapa maneno mengi, lakini mwishoni sasa hivi yeye mwenyewe safari tena Mwirani kusema tuzungumze. Kama watazungumza, atakubali kuzungumza kwa sababu ni binadamu, lazima diplomasia ifanye kazi, lakini sio kwa shuruti ya mashinikizo ya Marekani kama alivyokuwa anafanya kwa mwanzo. Anapiga baadaye anasema tuzungumze. Sasa wewe kama sitaki kuzungumza naye, twende huko. Yeye mwenyewe sasa kaweka silaha chini. Lakini hilo lisikuonyeshe kwamba ndio vita vimekwisha. Hao watu ni vingang'anizi, lazima nakwambia atarudi tena. Piga na manundu yote yawepo, lakini atarudi tena. Kwa sababu watu hawa ni wagumu kuelewa na kukubali. Na kadri unavyodhalilika wanatafuta porojo. Kwa hiyo ajenda hii ya Mchina, ya Mrusi kumsaidia, hiyo ni cheap. Nasema ajenda isiyokuwa na nguvu, yani nyepesi sana. Kwa sababu nini? Waangalia, nikupe mfano mmoja tu. Mrusi alisaidiwa na Mwirani sana kipindi cha mwanzo anapambana na Ukraine. Mrusi alikuwa hakuwekeza kwenye drones. Alikuwa chini sana kwenye drones. Zilimsumbua sana. Alikuja kumrescue ni Mwirani. Kwa zile drones kamikaze alizitumia sana. Na Mwirani alikuja katika undugu tu na huruma akamsaidia sana. Na ndio bezi sasa Mrusi
kwenye drones alikuwa kuwekeza sana, alizalau ile. Nafikiri aliona kwamba yeye ana mizinga hii, ana S400 na kadhalika Trump. Kwa hiyo ilimcost kidogo, ilimsumbua sana ile. Alikuja kumrescue Mwirani, lakini hii S400 ambayo range yake inakwenda mpaka kilomita 400 na ina uwezo mkubwa, inapiga missiles na inaweza kashambulia malengo mbalimbali, na tofauti na hii THAAD pamoja na ile Patriot ya Marekani ambayo ndio wanajigamba yenyewe, range zake ni kati ya kilomita 150 mpaka 200, lakini haiwezi kazunguka mzunguko wa 380, lakini ile ya nani ya Mrusi yupo mbali. Mwirani ameomba sana hii anunue, na nafikiri hakupewa hiyo, hakupewa kwa sababu ndo hakupewa. Ukiangalia angepewa, ungeona kuna mabadiliko ya air defense na wote wangepiga kelele sana, tena wangepiga kelele sana au Marekani wapiga kelele kwa sababu wanaiogopa, lakini huyu Mturuki alipewa ile, ingaje Mturuki initially amemsaidia sana Zelensky, drones zake zimefanya sana kazi. Sasa ukiona hapa ndo unaweza mwenye akili ndo unaweza kaona. Sasa kama yeye ameshindwa mpaka leo, sio kwamba nampa bure, anunue. Sasa haya tusiende huko, kwa sababu nafikiri nataka kupa tu kwamba wanaoleta porojo ama ni waongo. Basi kama ingekuwa silaha ambayo ningesema ile S400 angempa, angemuuzia Mwirani, alafu tuone pale mabadiliko yangekuwa makubwa. Hajamuuzia mpaka leo. Of course kuna na sababu zao, lakini ndio kwamba ndio hiyo. Sasa atamsaidia kingine kidogo, lakini Mwirani alimsaidia kwenye drones ile. Lakini huyu Mrusi mwenyewe S400 kaiuza India, nafikiri wanayo India, Uturuki na nchi nyingi tu ambazo, lakini kwa pale Irani hakumuuzia. Sasa hayo niseme kwamba kinachomsaidia power yake ya kupambana na air defense ya adui zake. Kwa mara ya kwanza Uyahudi ama Israeli inashambuliwa ndani ya nchi yake, tena katika miji mikubwa, Yerusalemu, Haifa na kadhalika. Mmeona haijawahi kushambuliwa Israeli. Sasa bado wanataka na wale ndio wanaambiwa wana air defense, wana layers 3. Kuna Iron Dome, kuna David Sling, kuna Arrow. Zote hizi zinalinda mpaka kufika mahali wakasema hakuna kinachopita hapo. Lakini Mwirani kidume ameshambulia sana, na Mwisraeli anamjua Mwirani, anajua huyu sio kumchezea. Sasa Marekani ndo kabisa anapata aibu. Hizi silaha zake kubwa hizi ambazo nasema hizi mbili zimeshambuliwa sana. Sasa kwa mara nyingine tena Marekani anaomba po, lakini ameweka silaha chini na anakiri kwamba pale, ila kuondoka anaona ile aibu. Kwa hiyo anabaki pale pale. Tuangalie huko tunapokwenda. Je, hii pozi aliyojiwekea mwenyewe Marekani itachukua muda gani? Itachukua sura gani? Kutakuwa na mabadiliko yote? Lakini kubwa pale la kuzingatia pale ambao ameshikilia Mwirani ni mfereji wa Hormuz. Hii kasehemu haka ndiko kinachomsumbua Marekani sasa hivi. Sasa hivi azimsumbui sana nyuklia. Lakini baadaye tutakuja kuangalia vile vile kwamba utaona kwamba Marekani huyu anazungumzia Iran asiwe hata na mtambo wa nyuklia, hata harufu ya nyuklia. Hii nyuklia lazima useme kwamba kuna civilian kwa ajili ya power energy na kadhalika, na kuna ya kawaida. Sawa. Kwa hiyo nasema ndugu zangu, kwa leo tuishi hapa, lakini tunashuhudia maajabu mengine ya dunia. Kijana ama nchi ndogo inaweza ikakataa uonevu, ikakataa dhuluma, ikapambana na Goliath. Asante sana kwa kutazama. Tuendelee kutazama channel yetu ya Kondo Online TV. Asante sana.